Ulichobeba kinakuheshimisha na kukupa kibali kwa watu. Ulichokibeba kinakuheshimisha na kukupa kibali kwa nani? Kwa watu. Mathayo sura ya 21 mstari wa 8 inasema, wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Tunajaribu kuona ya kwamba huyu punda yo kijijini ni punda kabisa wa kawaida, sawa? Na waliotumwa kwenda kumfuata walimleta, wanamswaga kabisa kawaida, kama na fimbo walikuwa nazo, wanamwambia wai 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 wai. Ni punda kama punda wengine, sawa? Alipofika tu kwa Yesu, baada tu ya kufika kwa Yesu, thamani ya huyu punda, kibali cha huyu punda mbele za watu kimebadilika. Amekuwa punda wa kutandikiwa kapeti. Watu wanavua kanga zao, wanavua nguo zao, wanakata matawi, wanamtandikia punda. Punda anaenda Yerusalemu, anakanyaga juu ya makoti ya watu, anakanyaga juu ya nguo za watu. Wakati huyu punda kipindi yuko kijijini kule, alikuwa hana thamani yoyote, alikuwa hana kibali chochote. Lakini kibali hiki kimetokana na nini? Kibali cha punda kutandikiwa, kuimbiwa nyimbo, kufanyaje? Ni kwa sababu ya kile alichofanyaje? Alichokibeba. Kuna mtu ananielewa hapa? Amen. Hivi kuna mtu ananielewa? Amen. Ni hivi, punda ametoka kijiji cha pili, wamemleta akiwa na hadhi ya chini. Walivyomfikisha kwa Yesu, amebadilika hali. Hivi ananielewa mtu mmoja? Wameweka mavazi juu yake, Yesu akakaa, wametandika mengine chini. Punda anapita juu ya nini? Anakanyaga juu ya mavazi. Uwaga najiuliza hapa kwenye hili andiko, hivi huyu punda, au tujiulize wote na nyie, hivi huyu punda kipindi amemfikisha Yesu Yerusalemu, kipindi anarudi, walimtandikia tena au walimtandika? Walimtandika. Mimi wanajiuliza, sijajua sasa, wanajiuliza vibaya ya kwamba kipindi anaenda wametandika kanga, wametandika vitenge, wametandika nini, alafu je, kipindi anarudi ameshamshusha Yesu, hadhi ilibaki pale pale? Alipigwa huyo. Kwa hiyo kumbe kibali cha kwako ni kwa sababu ya kile ulichofanyaje? Ulichokibeba. Kama hujabeba chochote, hauna kibali sehemu yoyote. Yes. Kwa hiyo ukifika sehemu ukakosa kibali, ukifika sehemu wanaanza kukukataa, usianze kusingizia ya kwamba sijui mimi ni mti mwenye matunda, wananipiga moyo. Hapana, yaweza kuwa wewe ni mti uliyebeba nyoka. Sisi tunaponda nyoka, una embe lilo liva hata hivi. Hata moja. Yesu asifiwe. Hivi unaelewa? Amen. Kwa sababu mnafuaga wepesi sana kusema, unajua wananisema vibaya kwa sababu mimi, umeweka na vidole juu. Unajua wananisema vibaya kwa sababu mimi ni mzuri. Mimi ni Mrs. sijui Ugala. Mimi sijui wapi. Wewe ni Mrs. Ugala wa wapi? Sisi tunakupiga mawe kwa sababu kuna kitu umebeba kibaya. Hivi kuna mtu ananielewa hapa? Amen. Hivi kwenye Hesabu sura ya 20, Hesabu sura ya 10 ya 22 mstari kuanzia 21 hadi 32, unakutana na habari ya punda amembeba mtu anaitwa nani? Amembeba anaitwa Balaam, anaenda kuwalaani wana wa nani? Wa Israeli. Yule punda anaanza kupitia shida. Anafika njiani, malaika amesimama mbele, alafu punda anamuona, alafu Balaam afanyaje? Hamuoni. Yule punda anaanza kuepa, anaenda mashambani, anafanyaje? Yule jamaa anampiga, kwa nini unaenda mashambani? Ni waishe, naenda kufanya kazi. Punda anarudi, malaika anaenda mbele. Punda anasogea mbele, anamkuta tena malaika na upanga. Punda anaangalia namna ya kukwepa. Hatimaye awamu ya 3, malaika anaenda kukaa kwenye sehemu ya uchochoro. Punda anashindwa kwenda kulia, anashindwa kwenda kushoto. Punda analala. Alafu Balaam anaanza kumpiga. Alafu malaika anampa uwezo yule punda wa kusema. Punda anaanza kumuuliza, "Kwa nini unanipiga?" Anasema, "Wewe kwa nini hauendi?" Anakwambia, "Kwani wewe hujanipanda maisha yako yote?" "Ndio." "Sasa unadhani kwa nini leo sitaki kwenda?" Anasema, "Sijui." Baadaye malaika akajidhihirisha mbele ya Balaam, akashangaa, akasema, "Kwa nini unampiga punda wako?" Balaam akawa hana majibu, akaishia kusujudia tu na kuomba msamaha. Alafu malaika anasema, kama punda asingekuwa na heshima akalala chini, punda angepita, lakini wewe usingefanyaje? Usingepita, ningekuua. Sasa sitaki habari za Balaam, tuko na habari ya punda, si ndio? Huyu punda aliyembeba Balaam anapitia shida.
Kwa nini anapitia shida, anapigwa, anafanyaje, anaumizwa? Kwa sababu ya alichokibeba. Amebeba mtu ambaye anaenda kulaani wana wa Israeli. Malaika anasimama mbele, anamzuia, azuii punda, anazuia alichofanyaje, alichokibeba. Unanielewa? Amen. Kwa hiyo ukikuta bamsi au ukikuta wamekuwekea uzio, angalia umebeba nini. Amina. Usianze tu sijui nini, wewe ni mtu wa matunda. Ya wapi? Matunda gani? Na yameiva, unayaona yameiva? Yaani wewe ni wewe wa tuache kazi tuanze kusema wewe. Kwa hiyo angalia, kwa sababu huwa ni wepesi sana wa kwanza kusema Kwa hiyo angalia ya kwamba ulichokibeba ndio kinafanyaje, kinakuongeza thamani